Issue ni kama ilikuwa haizungumziwi sana, ni kama watu wameikalia kushoto fulani hivi, lakini ni issue fulani deep sana ya mchezaji Pacome Zouzoua kutoka Young Africans. Ni kwamba tunajua kabisa ni mchezaji star sana katika kikosi cha Yanga, na mchezaji ambaye alikuwa anaimbwa sana katika kikosi cha Yanga, na alikuwa mchezaji tegemeo sana katika kikosi cha Yanga, lakini ghafla ni kwamba kama performance imeshuka sana. Alichokuwa nakifanya katika mechi zilizopita 2-3 ni tofauti. Kama sasa hivi upepo umebadilika kabisa, upepo umekuwa tofauti kabisa kwa Pacome Zouzoua. Anasumbuliwa na nini? Na je, ni kweli performance yake imeshuka ama haijashuka? Kwa hiyo ikabidi nifanye kidogo kauchunguzi kidogo, tuone takwimu zake ziko vipi, na ikabidi nichukue takwimu za msimu uliopita niunganishe na takwimu za msimu huu, tuangalie je, ameshuka ama ni maneno tu ya mashabiki. Katika msimu uliopita Pacome Zouzoua amecheza mechi 26, ameweza kufunga mabao 12 na ametoa pasi za mwisho za mabao ama assist 10. Hivyo katika mechi 26 Pacome Zouzoua amehusika na goli 22, na ni mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwa wanawania tuzo ya MVP, ambaye alikuwa akichuana vikali sana na Ivory Coast mwenzie ambaye alikuwa katika klabu ya Simba Sports Club, Jean Charles Ahoua. Kwa hivyo Pacome Zouzoua msimu uliopita alikuwa na takwimu nzuri sana sana sana, lakini msimu huu Pacome Zouzoua ameweza kucheza mechi chache sana kwenye ligi kuu, kwa sababu katika ligi kuu katika mechi 30 ambazo zimebaki mechi 3, Pacome Zouzoua amecheza mechi 14 tu, ambazo ni almost kama msimu yani kama awamu ya kwanza ama duru la kwanza la msimu wa ligi, kwa sababu nusu ya msimu huwa ni mechi 15. Kwa hiyo ameweza kucheza mechi 14 tu mpaka sasa hivi. Kwa hiyo msimu huu cha kwanza amecheza mechi chache sana. Nini kimesababisha? Majeraha. Msimu huu amekuwa na majeraha mengi sana tofauti na msimu uliopita. Lakini pia Pacome Zouzoua katika hizo mechi 14 ameweza kufunga mabao 7 na ametoa assist 4. Kwa hiyo katika mechi 14 amehusika kwenye magoli 11. Kwa tukiangalia in terms of takwimu, tukiangalia takwimu sio mbaya sana, kwa sababu msimu uliopita amecheza mechi 26, amefunga mabao 22. Lakini msimu huu amecheza mechi 14, amehusika kwenye magoli 11. Kwa upande wa takwimu sio mbaya, na zilizobaki mechi 3 huenda akafikia rekodi ya takwimu alizofanya msimu uliopita, na kama ikitokea akafikisha ile rekodi ya msimu uliopita, anaweza akafikisha rekodi ya msimu uliopita kwa mechi chache sana, kwa sababu hizo mechi 14 ukiongeza mechi 3 zinakuwa mechi 17. Lakini akifikisha labda assist 10 na magoli 12 atakuwa amevunja rekodi kwa mechi chache, lakini kufikisha rekodi ya aliyoweka msimu uliopita. Kwa upande wa takwimu si mbaya sana, hayajashuka sana, yuko sawa kulingana na mechi ambazo ameweza kucheza. Lakini sasa performance ya uwanjani imekuwa ndogo sana, na baadhi ya watu wanasema kuwa performance yake hata uwanja wa mazoezi tu ni kwamba imedrop, si ile ambayo ilikuwa imezoeleka, imeweza kudrop sana Pacome Zouzoua. Lakini takwimu si mbaya sana kulingana na mechi ambayo ameweza kuzicheza. Sasa Pacome Zouzoua anasumbuliwa na nini? Watu wengi mitandaoni wamemtupia jumba bovu ama wamemwegeshea jumba bovu kwa kusema kwamba Pacome Zouzoua yeye starehe. Watu wengi wanasema starehe huenda Pacome Zouzoua imeweza kumuathiri. Lakini mimi nina sababu kama tatu. Lakini nitaeleza 2 za msingi, na sababu ya kwanza nitaelezea kimatibabu, lakini sababu ya pili ndo lifestyle, ikiwemo starehe hizo ambazo mnazisema. Sasa tukienda kwenye sababu ya kwanza, sababu ya kimatibabu, tunajua kabisa Pacome Zouzoua yeye mchezo wake kwamba jinsi anavyo dribbling ule mpira ni kwamba ni mtu anayependa contact sana na timu pinzani. Ni mchezaji ambaye atataka kupunguza mchezaji wa kwanza, wa pili, wa tatu ndio hivyo aweze kuendelea na move. Kwa hiyo huwa kuna contact sana, na baadhi ya wachezaji hawapendi wanavopigwa chenga na Pacome Zouzoua. Kwa kuna baadhi ya wachezaji wao wanaweza kumchezea lafu mbaya, hivyo inaweza kumsababishia majeraha. Na ikitokea majeraha hayo hajapatiwa mbadala ama tiba haikutolewa kwa 100%, inaweza kumsababishia mchezaji huyo majeraha ya haraka sana pale atakaporudi uwanjani tena. Kwa hiyo
huenda kinachomtesa sasa hivi ama majeraha yanayomwandama sasa hivi Pacome Zouzoua ni yanatokana na majeraha madogo madogo ambayo alikuwa akiyapata hapo awali alipokuwa akichezewa vibaya na alikuwa hayapatiwi tiba mbadala, yani haponi kwa 100%. Hivyo akirudi uwanjani anakuwa na riski kubwa sana kuweza kupata majeraha mengine. Kwa ndio maana tunaona Pacome Zouzoua sasa hivi msimu huu hasa amekuwa na majeraha mengi sana yanatokea kwa wakati mwingi sana, ndio maana amecheza mechi chache sana. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni ya kidaktari, lakini sababu ya pili ya msingi ni hiyo lifestyle, kwamba maisha yake binafsi nje ya uwanja huenda yakaathiri performance yake uwanjani. Kivipi? Pacome Zouzoua maisha yake binafsi ameweza kuyaweka katika mitandao ya kijamii, na hiyo imeweza kumletea athari kubwa sana. Huenda mpaka sasa hivi ukakuta ni ana changamoto nyingine tofauti, huenda hata sio starehe, lakini yeye mwenyewe ndiye alijikaanga kwa kuweka maisha yake mtandaoni, kwa sababu tunaona picha pamoja na video mbalimbali akiwa kwenye kumbi mbalimbali za starehe. Kwa hiyo zile sasa, ikitokea performance yako sio nzuri uwanjani, watu watakujaji kulingana na vile zile picha na video zilizokuwa unaziposti mtandaoni. Binafsi naamini kwamba wachezaji wengi sana wanaenda kula bata, wengi sana, na ni mastaa wakubwa sana, lakini haujawahi kuona picha zao zikivuja mtandaoni au video zao zikiwa mtandaoni, na ni mastaa wakubwa sana. Kwa hiyo kuna muda yani kuna muda ukishakuwa star mkubwa, hasa sasa ukiwa kwenye timu kubwa, jitahidi sana kutengeneza usiri sana. Ina maana kinachomhukumu sasa hivi Pacome Zouzoua ni ustaa wake na kuweka maisha yake binafsi kwenye mitandao ya kijamii, ndio kinachomwathiri sana. Kwa hiyo watu wanalalamika sana, mashabiki wanalalamika sana kwamba kinachomtesa Pacome Zouzoua ni starehe, na wengi wanasema kwamba wanamuona sana kwenye kumbi za starehe sana, si mara moja, ni zaidi ya mara moja. Watu wengi wanaweza kumuona Pacome Zouzoua. Sasa mimi nikajiuliza swali moja, Pacome Zouzoua wanamuona kwenye kumbi za starehe mara kwa mara, je, wanamuona mwisho mwa msimu ama wanamuona wakati msimu unaendelea? Yani Pacome Zouzoua wanamuona kwenye kumbi za starehe kipindi ligi inaendelea ama ligi ikiwa imesimama? Na kama je, wanamuona wakati ligi inaendelea, je, kambini utaratibu wa kambi umekaa vipi? Ni kwamba anatoroka, ni kwamba anaaga, ama ni kwamba mchezaji labda amekuwa mkubwa kuzidi klabu ndio maana anaweza kufanya chochote anachojisikia kwamba yeye ni star, ama iko vipi? Je, utaratibu wa kambi uko vipi? Ikabidi niende nifuatilie, nikae chini nifuatilie utaratibu wa kambi unakuwa vipi sasa hivi. Maana nadhani zamani ilikuwa ni wanakaa tu miezi yote mpaka ligi itakapotamatika ndio wanaruhusiwa, lakini sasa hivi mambo yamekuwa ya kisasa zaidi. Kwa hiyo utaratibu wa kambi uko tofauti. Nikafuatilia nikapata kuna aina mbili za kukaa kambi. Kambi ya kwanza ni kwamba wachezaji wanatokea nyumbani wanakuja kambini, lakini hiyo inafanyika pale tu timu inapokuwa haina michezo ya haraka. Yani timu inakuwa labda mechi za ligi zinakuwa zinachukua muda sana kuchezeka ama zinachezeka weekendi. Zinakuwa zinachezeka si za haraka sana, zinakuwa zinachezeka weekendi au wachezaji wanakuwa kwenye mazoezi ya kawaida. Mfano mzuri ni wakati wa FIFA break pale kipindi hicho ambacho wachezaji wanaitwa kwenye timu zao za taifa, lakini kuna wachezaji wale ambao huwa wanabaki katika klabu zao ambao hawajaitwa kwenye timu zao za taifa. Kwa kipindi kile mara nyingi kunakuwa hakuna michezo ya ligi kuu, kunakuwa ligi labda imesimama. Kwa kipindi hicho wachezaji huwa wanafanya tu mazoezi ya kawaida. Kwa kipindi hicho wachezaji wanapewa ruhusa ya kutokea kwenye familia zao na kuja kwenye mazoezi. Kwa wanatoka kwenye familia zao na kuja kwenye mazoezi, wanafanya mazoezi, wakishafanya mazoezi wanapanda magari yao wanarudi nyumbani. Kwa hiyo ni moja aina ya kambi. Sasa lakini kambi aina ya pili ni kwamba ile full camping. Full camping ndio hiyo sasa, kwamba wachezaji wanakaa kambini asubuhi, mchana, jioni, hakuna kutoka wala hakuna kuona familia zao. Na hiyo mara nyingi inatokea kwenye scenario mbili. Scenario ya kwanza ni kwamba siku 3 au siku 2 za yani siku 3 au siku 2 kabla ya mechi wachezaji wanakaa kambini kwa ajili ya kujiandaa ipasavyo. Lakini pia pale inapotokea mechi zinakuwa za mfululizo sana, kwa sababu tunajua ligi yetu, kwa mfano miezi iliyopita kama miwili, ligi yetu ilikuwa inaenda mpela siku 3 mechi, baada ya siku 3 mechi, baada ya siku 3 mechi. Kwa hiyo ile mara nyingi timu huwa inakaa kambini kwa sababu michezo inakuwa ni
back to back. Kwa pale wachezaji huwa wanakaa kambini kwa sababu ya kufanya ile body recovery. Kwa wachezaji pale wanakaa kambini full camping. Sasa Pacome Zouzoua anapata muda wa kwenda kwenye starehe saa ngapi? Mimi nikajifikia nikaona anapata muda huenda labda kwenye ile wachezaji labda kwenye zile mfano FIFA break pale ndio anapata nafasi, kwa sababu wachezaji wanafanya mazoezi asubuhi, jioni wanarudi nyumbani. Kwa nadhani pale labda ndo hakuna mtu wa kuweza kumzuia, kwa sababu wanakuwa kwenye short, kwenye break fupi. Kwa pale ndo anapata muda. Lakini anapotokea kwenye full camping nadhani hawezi kutoka Avic Town. Avic Town ni mbali jamani. Kule ni mbali sana. Kutoka kule kupata usafiri mpaka kwenda kwenye kumbi za starehe, kule ni mbali sana. Kwa hiyo kutoka kule inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo nadhani kipindi cha FIFA break pale labda ndo anapata muda sana. Au huenda labda msimu ukisha ndo anaenda kwenye kumbi za starehe, hatujui. Mara ya mtandaoni ni mengi sana. Lakini sababu ya tatu, huenda labda na sababu za kifamilia ndo zinaweza kumsababisha performance yake labda imeweza kudrop, kwa sababu club haiwezi kutoka kusema kila kitu ambacho Pacome Zouzoua kinamkuta kwa wakati huu. Kwa sababu zinaweza zikawa tatu. Sababu moja ya kimatibabu, sababu ya pili lifestyle, lakini sababu ya nne huenda na sababu nyingine, labda sababu za kifamilia and stuff like that. Sasa je, club haioni hiki kitu kinachofanyika na inachukua hatua gani? Labda in case Pacome Zouzoua anaathiriwa sana na starehe, je, klabu haioni? Haimchukulia hatua yoyote? Nadhani klabu inaona. Klabu inaona, na inaona kwenye sehemu mbili. Inaona kuanzia kwenye mazoezi yake. Kwa mfano hapo inasemekana kuwa kwamba wakisoma zile GPS ambazo wanavaa zile vesti, ni kwamba performance imeshuka ya mchezaji. Kwa pale wanaona, viongozi wanaona pale. Lakini pia hata kwenye mechi kwamba alichokuwa anatupa mechi muhimu zilizopita ni tofauti na anachotupa sasa hivi. Lakini pia klabu huenda kawa namvumilia, kwa sababu Pacome Zouzoua ni binadamu, hawezi kuwa na kiwango kile kile siku zote. Ni binadamu naye, kuna wakati wa kushuka na kuna wakati wa kupanda pia. Kwa hiyo klabu huenda kawa inaona, lakini ikawa inamvumilia. Na japo zipo tetesi pia kwamba Yanga huenda ikawaondoa wachezaji takriban au wengi, yani Yanga itaondoa wachezaji wengi sana wa kigeni msimu huu, na inaweza ikasajili wachezaji kuanzia 6 mpaka 7, na huenda jina la Pacome Zouzoua likawemo kwenye listi ya wachezaji hawa ambao wanaweza kaondoka Yanga. Kwa Pacome Zouzoua inabidi ajiangalie sana sana sana. Kama ni mambo ya starehe aachane nayo kabisa. Kama ni majeraha inabidi atekae muda, kama uweza kae muda mrefu afanyiwe matibabu, akirudi hawe fiti kali fiti. Lakini kama sababu za kifamilia, klabu impe muda amalize shughuli zake zote, akae sawa, then arudi uwanjani, performance yake hivyo hivyo. Mimi naitwa Denga Spells, Denga Media TZ. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare kwenye mitandao ya kijamii kuendelea kupata habari kama hizi. I'm signing out. Goodbye.